Mtazamaji wa Kivuli cha Simulizi, leo nakuletea stori ya mwanadada ya kweli kabisa iliyomkuta kwenye maisha yake. Kuna kitu cha kujifunza kwenye stori hii, maana aliyomkuta huenda na wewe yanaweza yakakukuta pale utakapofanya mistake katika maisha yako. Msikilize. Nilifika kwa dada yangu kipindi hicho, nimetoka mkoani, nikaingia kusoma, nimeweza form 4, nataka niende shule. Mimi nikawa nimeingia kwenye mahusiano na kaka mmoja, alikuwa na duka pembeni karibu na dada yangu. Kweli ndio mwanaume wangu wa kwanza, mahusiano wangu wa kwanza. Kweli alionyesha kipindi hicho ananipenda sana, so siri. Kwa mtu yote tu alikuwa anajua kabisa kweli pale napendwa. Hiyo sasa kuingia hiyo. Unaona? Alijua kabisa kweli pale napendwa. Ni kweli alionyesha kunipenda na mimi pale nilikolea, nikawa sisikii chochote. Sasa matokeo ametoka, nataka niende shule. Mimi nikataa kwenda shule. Baadaye sister yangu akaja kujua kwa nini sitaki kwenda shule, akaja kujua mahusiano yetu ikawa ni ngumu sana. Kwa shemeji naye alikuwa amepoteza hela nyingi kwa ajili ya mambo ya shule. Akawa anataka niende shule, mimi nilikuwa sitaki kwenda shule. Nikawa nagumu. Nilipotoka hapo ikabidi tupange na yule jamaa mimi nitoroke niende nyumbani. Nimetoroka, nimeenda nyumbani. Nilipofika nyumbani, wazazi wangu wakawa wanajua taarifa yangu. Baada ya kujua, sisi alikuwa ashaambia. Baadaye kule nako ikawa ni ugomvi. Nikabidi nimpigie simu nimjulishe, akaja kunifuata. Akaniambia nipande ndani niende. Kipindi hicho yeye alikuwa analala dukani. Alikuwa hana sehemu ya kulala, alikuwa dukani. Kwa hiyo ikabidi apange chumba, tuweke godoro chini. Kafika kule, baadaye akanipeleka kwa wazazi wake Tanga. Baada ya kunipeleka kwa wazazi wake, wakatushauri tufunge ndoa. Muda huo mimi nilikuwa sijui kwamba ni Muislamu na mimi wazazi wangu ni Wakristo. Kwa hiyo tulipowashirikisha wazazi wetu kuhusu hilo tatizo, walikasirika sana. Kwa hiyo akaniambia nisije nikakanyaga nyumbani. Kwa hiyo nilikaa bila familia yangu kujua nipo wapi, nafanya nini. Wakanitenga kwa sababu niliamua kubadilisha dini. Muda huo mimi nilikuwa sina jinsi, inabidi nikubali kwa sababu sikujua kwamba yule ni Muislamu. Ila nishampenda, kwa kila kitu mimi niliona ni sahihi ninachokifanya. Nikabadilisha dini. Ndoa yangu ndio ilikuwa ya kwanza kuona ndoa ya Kiislamu jinsi inavyokuwa. Nilikuwa sijawahi kuona ndoa ya Kiislamu. Nilikuwa sina ndoto ya kuja kuolewa na Muislamu. Yaani kila nilichokuwa nakifanya nafanya kwa ajili yake kwa sababu nilikuwa nimempenda sana. Kwa hiyo nilikuwa sisikii hata ukiniambia kitu gani, akiniambia chochote kile nilikuwa nafuata. Kwanza wakati tunaanza naye mahusiano, kweli sikutegemea kwamba naweza nikaa naye kwa mahusiano kwa sababu mimi nilikuwa naenda dukani pale, nanunua vitu, naondoka, sina hisia na yoyote ile juu yake, wala sikuwaza kwamba mimi naweza nikawa naye. Lakini katika mahusiano yetu kuna kauli moja tulipofunga ndoa akaniambia, "Mbona nafikiri bila dawa mimi ningekupata." Lakini mimi nilichukulia kwake kama kawaida tu, kama masiala, kama tunatania. Sikujua kwamba ilikuwa ni serious kuhusu hiyo story yake. Mbeleni Imekata. Mbeleni sasa kwenye mahusiano nikaa miaka 5 bila wazazi wangu kujua niko wapi. Na muda huo nishabeba mimba, nimejifungua na mtoto wangu ambao nipo naye sasa hivi. Hakuna
aliojua niko wapi, nina mtoto. Hata ndugu zangu nilimpigia dada yangu, lakini alinikataa simu yangu. Baadaye ikabidi nipange safari niende nyumbani, nikaenda kumuomba msamaha. Na babake huyo mume wangu alikuwa anakaa naye, akaenda kwa dada yangu, akaenda kuomba msamaha. Kwa kila kitu kika sawa. Kwa hiyo tukawa tumeanza maisha ya familia kwa pamoja. Wazazi wanajua niko wapi, nikampeleka mtoto nyumbani, wakamuona. Kwa mtoto wangu alimuona na miaka 5. Baada ya hapo nilipoenda nyumbani, mama akanipa hela ya msingi 600,000. Nikaanza ikabidi akaniambia nikachukue vitenge. Tulikuwa tunachukua vitenge kule Tunduma. Nilivyochukua kwa sababu vile vinatoka Kongo, nikachukua kwa 18,000 kipindi cha 3. Kwa sababu kipindi kile dola ilikuwa imeshuka, kwa hiyo nikaja kuuza huko 35. Nilipouza nilipata hela nzuri tu. Raundi ya pili nilipokuja kuuza, kumaliza mzigo wote, kuja kupiga hesabu, nilipochanga hela nikajikuta na kama 1,000,000. Kwa hiyo kawa mwanzo wangu mzuri. Kweli nilikuwa chizi kwake yule mtu. Nikipata hela yangu nikaanza kujichanganya kwenye mambo ya mchezo. Nikipata hela yangu nikawa nampatia. Yeye ndo ananifazia. Na yeye kidogo biashara yake ikawa inaenda vizuri, dukani ikawa iko vizuri. Baada ya hapo tukaja kushauriana, bwana tukanunua vitu vya ndani. Ndani kwetu kweli kukachangamka, kukaa uko vizuri, maisha kidogo yakawa afadhali. Tunaweza tukanunua tunachokitaka chochote. Baadaye nikamshauri kwanza tukanunua bodaboda moja. Tukampa mtu mkataba. Ile bodaboda ikaja kuzaa bodaboda nyingine, tukana bodaboda 2. Baadaye kama bwana inabidi tutafute tujichange. Nikatoa mimi 1.5 milioni. Yeye akatoa 2 milioni, tukaja kununua kiwanja kile. Tulinunua kipindi hicho 4 milioni Shimoni. Tukaenda kwa pamoja, tukatafuta viongozi pale, tukafanya kila kitu, tukaja kununua kile kiwanja. Baada hapo maisha yetu kidogo yakawa yako vizuri, tukaanza kujenga. Katika kujenga kipindi hicho sasa mtoto ashakuwa anahitaji mtoto mwingine. Familia yake inataka mtoto mwingine. Kwa hiyo ikawa ni ngumu sana kupata kwa wakati huo. Kila ninavyojaribu kusema nihangaike nipate mtoto, lakini ikawa ni changamoto. Sasa baba yake baada ya hapo tushajenga, nikamshauri kwamba bwana tusiendelee kutoa hela tena kwa wapangaji, yani kupanga tena nyumba. Hata kama hatujaweka umeme pako chini, ukishafunika bati tuhamie. Hii nyumba tulijenga ina vyumba vya kulala 3, sebule na jiko liko na choo. Nikamshauri kwamba bwana nataka tuhamie hivyo. Tukahamia kupo giza. Tukaweka sola. Sasa kipindi hicho kwa maana yake hata hizo hela ambazo yeye alikuwa ameongezea na changa unaisha mchezo. Na yeye je, alikuwa anajitoa hela inafikia kiwango ambacho mpaka inafikia mnaongeza vyumba? Kwa sababu kila mtu alikuwa anatoa. Na maana mimi nikipata nabakisha msingi wangu, unaobakia. Labda kama tumepata hela nyingine tunaongezea, ananishirikisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa natoa hela kubwa. Yeye anaweza kaongezea hela sio nyingi sana. Lakini sasa mimi kipindi hicho kwa sababu hela tuseme hela mimi yeye ndo alikuwa anahifadhi. Kwa sababu mimi nikitoka kwenye biashara zangu, ila nikipata mchezo yote nilikuwa nampa yeye anahifadhi hela. Kipindi hicho nilikuwa yani kila kitu anachosema mimi namsikiliza kwa sababu yeye ndo alikuwa kila kitu kwangu. Kwa sababu unajua haya ni maisha yetu, tunamtengenezea mtoto wetu. Kwa mimi sikuangalia kwamba kuna maisha mengine, kwamba kutakuja kutokea nini mbele. Hicho kitu nilikuwa sija.
na kama ulikuwa nani ukikaa naye ulikuwa umuoni kama kuna vitu ishara fulani ambayo yeye anaifanya, kwa sababu hapo umesema mwanzo kwamba babaka alikuwa ana mambo ya utabibu. Yaani babake alikuwa ni mtu kama mganga. Na kilikuwa na kilinge kabisa. Lakini nilikuja kujua mbeleni sana, kwa sababu kuna kipindi duka lake lilikuwa vizuri. Sasa sana akawa anasemaje, yeye alikuwa ananificha kwa sababu sikujua mwanzo wa safari yao, kwa sababu nimekuta na biashara yake. Baadaye akawa ananificha, baadaye akaniambia twende sehemu fulani. Kwa hiyo nikaja kupelekwa kwa mganga. Utumia yeye mwenyewe? Yeye tukaondoka naye. Akanipeleka kwa mganga. Kunipeleka kwa mganga, tukafika pale. Tulikaa siku 2. Mimi tu wananichanja na yeye wanamchanja. Lakini sikujua hiyo, yani nimeenda kule kwa sababu gani. Ila aliniambia tu tunatibiwa. Ndio mara yangu ya kwanza kwenda kwa mganga. Sijawahi, kwa sielewi kwa nini naenda. Na wewe uhoji kwamba napopelekwa huku je, ninaumwa au nini? Yeye alisema so kila mtu anapenda jinsi tunapopiga hatua. Kwa hapa tunajikinga. Kwa sikujua chochote kwamba kuna ajenda gani. Kwa sababu ile sehemu tulipelekwa na babake. Kwa sababu ilikuwa ni mbali sana. Yaani huko kwao, yaani mpaka kufika kule bodaboda kwanza ilikuwa ni 20,000 huko tunakoelekea. Hapo ni Tanga hiyo. Kwa sikujua kwamba mimi natengenezewa nini. Na tukapewa masharti. Baadaye tukaja kwenda tena mara ya pili. Masharti gani mliopewa? Akaambiwa mimi nisije, yaani kila mmoja, yaani mimi mwanamke nisitoke nje ya ndoa. Na yeye pia asitoke nje ya ndoa. Kwa kweli mwanzo nilikuwa nimempenda sana yeye. Kwa hilo kwangu ilikuwa ni rahisi kukubali. Mimi nikakubali. Ila wao wakasema yeye akitaka kuoa tena inabidi akarudi pale. Arudi kule kwa mtaalamu. Na lazima aoe kwa ndoa tena. Lazima arudi. Kwa kuna kipindi tukaendelea kama tukarudi. Biashara yake iko vizuri. Sasa kutokea changamoto kubwa ambayo ilianza kumrudisha nyuma. Babake akaanza kuumwa. Alianza kuumwa, yeye ndio mtoto wa kwanza. Babake ndo anayemtegemea. Na alikuwa anampambania yeye ili biashara zake ziende vizuri. Kwa sababu ndio alikuwa mtoto wake, alikuwa anampenda sana. Hivyo wapo 6 kwao. Lakini yeye ndo wa kiume ndo wa kwanza. Kwa hiyo babake alipoanza kuumwa ikabidi aje Dar. Alikuwa na kansa yako. Ikabidi aje huko, tukaanza kumuuguza ndani kwangu. Kakaa muda nimemuuguza mwaka mmoja. Nimekaa naye. Baada ya hapo ikawa ni shida sana, akazidiwa. Pikipiki abidi tuuze pikipiki ya kwanza kwa ajili ya kumtibu, kwa sababu ilikuwa unapiga mionzi, ile hela ilikuwa inahitajika kubwa sana. Hela pikipiki ya kwanza ikaisha, ibidi tuuze pikipiki ya pili. Kumbuka kuna nyingine mkataba zilikuwa zishaisha, kwa hiyo tumenunua nyingine. Baada ya hapo nikamwambia inabidi tuuze, kwa hiyo mtu ni mzuri kuliko kufanya nini. Ila mimi nikimweleza changamoto yangu kuhusu familia yangu, hanisapoti kwa chochote kile. Na kama kuna tatizo nalitatua mimi mwenyewe bila yeye kutia kitu chochote. Alafu familia yangu haiwezi ukaja pale ukalala, kwa sababu nikisema hata kuna ndugu yangu anataka aje na kwamba maisha magumu, au ni kwamba ni maisha magumu hapa mjini, yani ni mtu kupinga kuhusu mtu yote kuja pale. Lakini familia yake ikija, yeye anaweza kufanya maamuzi bila kunishirikisha. Lakini mimi sasa nilimjua tabia yake, kwa hiyo nikamchukulia kumfichia siri kwa ndugu zangu wasijue tabia yake. Kwa hiyo ikawa ndugu yangu akija nasalimia, lakini bahati nzuri ndugu zangu wakawa sio kuja kusema labda aje alale pale. Wanaenda kwa dada yangu. Kwa dada yangu ilibidi nimwambie ukweli tu
kwa sababu ni mtu ambao yani ni mtu wa karibu yangu kanilea. Kwa yule wakifika walikuwa panafikia kwa sister. Kwa sababu sister yeye kajenga na kila kitu, yupo Bali Beach. Kwa ilikuwa ni sehemu ambayo chochote unaweza kupata. Kwa kule nyumba ilikuwa nyingi za wageni za kukaa. Kwa hiyo anafikia kule, mimi at least nilikuwa ndo bado hatujamaliza ile nyumba. Unaona? Baada hapo baba yule aliumwa sana. Pikipiki zishaisha, duka sasa hela nyingi zikabidi za dukani zianze kutumika. Kwa kweli muda huo hakugusa hela yangu. Na mimi mwenye hela yangu ilikuwa ndicho nilikuwa nimeanza kikoba. Kwa hiyo hela yangu nyingi nilikuwa nimeiwekeza kwenye kikoba. Kwa hiyo nilikuwa sina hela cash. Na ningekuwa na hela cash angechukua hata hiyo. Kwa sababu kule kwenye kikoba lazima kuna awamu ya kuchukua. Huwezi kuchukua kwa haraka. Baada ya hapo yule baba akafariki. Alifariki pale tupo Dar hapa kwangu. Ikia pale pale. Hatukuzika pale. Kabidi tusafirishe. Hata. Na yeye inabidi achangie asilimia kubwa ndio alibeba msiba. Kwa hela nyingi ikabidi tukasafirisha tukaenda kuzika. Kwa sababu yeye alikuwa sio mtu wa mambo, tuseme alikuwa hajui sana mambo shirikina, kwa sababu babake ndo alikuwa anamuongoza kwa kila kitu. Kwa hiyo babake alivyofariki kila kitu kilirudi nyuma. Biashara yake ikayumba. Kwa sababu hela zake duka lake na Isa aliwekea sana sana kwenye mambo ya ushirikina. Kwa hiyo kuna vitu vingi babake ndo alikuwa anamkumbusha yeye, kwa sababu vitu vingi alikuwa amenificha mimi, nilikuwa sijui kuhusu sana. Nimekuja kujua mwishoni baadhi ya vitu baba alivyofariki. Yeye akaja kufanya nini? Akaja biashara ikaanza kufeli, akawa ni mtu wa stress, akawa ni mtu wa hasira nini, kweli akachange. Sasa hapo alikuwa ni mtu wa wanawake sana, yani napo kuna vitu vingi nilikuwa navijua, lakini si unajua mambo akaanza kubadilika. Sasa mambo akaanza kubadilika. Ila sasa kwa mimi sasa kipindi hicho kuna kipindi amesafiri, kumbe alienda kule mama yake alimshauri kwamba inabidi aoe mwanamke mwingine, kwa sababu mimi nimechelewa kuzaa mtoto. Kwa sasa wenyewe walikuwa wanakaa, mtoto wangu kipindi hicho alikuwa na miaka 5, lakini wanasema nimechelewa. Sasa na mimi sasa ilikuwa sio mpango yangu. Sio kusema nimechelewa kusudi, hapana. Ilitokea tu kwa sababu nahitaji lakini sijapata. Kwa kana nilitia dawa nini ili nipate mtoto, lakini sikupata. Hizo sana dawa za kienyeji. Sikupata. Nakunywa lakini sikupata. Baadaye inabidi mamake, sasa babake ashafariki. Mamake ni mtu ambaye alikuwa, babake ndo alikuwa ananipenda sana mimi. Ila mamake alikuwa ni mtu, kwa sababu nilipo dini nyingine, ilitoka dini nyingine, kwa usifuati vile dini kwa sababu wanavyotaka wao, sawa. Kwa sababu mimi tulivyokubaliana, nilivyojua kwamba ni Muislamu, nikabidi tumwambie kama nataka nifunge ndoa, kila mtu awe na dini yake. Nakubali kwa sababu kuwalizisha wazazi wangu. Kwa sababu wazazi wangu washanikataa, inabidi na rekodi. Inabidi nifanye. Tuendelee. Kabidi ni stop. Kanyamaza. Baada hapo amekaenda kisirisiri na mamake, wakapingua kile kitu. Lakini wameniacha mimi na kifungo changu. Na mimi kwa muda huo nilikuwa sipo kwa chochote, kwa kuwaza kitu chochote. Biashara ikakabidi mimi sasa nimepokea hela yangu. Kabidi mimi nimuongezee milioni 2. Akaongezea kwenye biashara yake. Kweli mimi nikabakia na milioni 1.5. Yaani nikaanza upya. Yeye nikampa, lakini akanambata nirudishie. Kwa sababu kula nyingi nilikuwa nimempa aje kunirudishia. Kwa hiyo nilihesabu kwamba ni kitu ambacho nakiingiza tu ili tu asiwe mnyonge, kwa sababu alikuwa ameshabadilika. Yaani ni mtu ambaye amejichanganya hata kwa wanawake, hajaanza kutulia. Yaani kachange. Mwanzoni alikuwa vizuri kabisa. Kila mtu yuko vizuri. Na tunaaminiana, na sikuwa na wasiwasi na yeye kwa chochote kile. Alikuwa ananiishi kitu cha tofauti hata kidogo. Lakini alibadilika. Baada ya baba kufa, alikuja kuchange, akawa anasafiri anaenda kwa mara kwa mara. Ila sikujua safari, yaani alikuwa halishirikishi.
Kwa hata kila anachokupanga anapanga yeye na mamake. Kwa vitu vingi wanaongea na mamake bila mimi kunishikilisha. Kwa hiyo akili yake akashikiwa na mamake kwa kila kitu. Bila na ndugu zake alikuwa na mawifi walikuwa hawa wawili wa kike. Kwa hiyo kila kitu wanapanga. Utakuta labda kuna wifi mmoja alikuwa ndo anaweza akaniambia. Lakini huyo mwingine ni mtu ambaye yani hawezi kuniambia. So kila familia kila mtu atakukata. Kwa hiyo kuna mmoja ndo alikuwa ananidokezea namba kinachoendelea. Lakini mimi sikutaka kumwambia kwa sababu ya ugomvi. Kwa mimi nikakausha tu kimya. Baada ya hapo sasa mamake akamshauri mimi niende. Sasa kipindi hicho sasa mimi sinashika hela. Sasa wao yeye kabadilika kawa sasa alivyobadilika na mimi akawa haniamini pia nahisi na mimi. Sasa nikamwambia ushaniweka kwenye kifungo. Mimi naweza nikabadilika kwa sababu nikawa nipo busy nikawa yani mimi nipo sana na biashara. Kabidi nitafute msichana wa kazi, akae na mtoto, mimi nipo busy na biashara. Kwa hiyo pia na yeye kwa mambo yake jinsi alivyo akawa haniamini mimi. Akapanga na mama yake kwamba waniwekee tego. Tego la Tanga. Tego na mimi inabidi mimi niende. Hiyo sasa bila kujua. Ila sikujua kwamba tunaenda kufanya nini. Tukaenda tena mimi nienda mtoto wangu. Hiyo sio mtoto wangu mpaka saizi anakuhadisia mama ulifanywa hiki na hiki mganga alikuja hivi kakufanyia hiki. Hicho mtoto aelewi ni mdogo sana. Sasa kipindi cha mdogo lakini anakumbuka. Na anajua. Mdogo anakumbuka. Tukafika pale kuna mganga alikuja nyumbani. Mganga akaja pale tulikuwa familia yote. Kuna mdogo wake mwingine alikuwa anaishi Manzese naye akaja. Kwa hiyo tukawa wote safari kwa pamoja. Ila safari hiyo nasindikizwa mimi bila mimi kujua. Kwa sababu si nilikuwa najichanganya na biashara nini ile walihofia kwamba labda kila kitu niwasikilize kwa sababu kumbe chanzo cha kuwa naye alinipata kupitia dawa. Alinipenda lakini mimi kunipata kwangu kunipata ilikuwa ni ngumu kwa sababu nilikuwa ni mtu wa getini. Kwa hiyo nikienda pale nanunua kitu narudi. Afu sikuwa na mazoea na mtu yoyote. Nikitoka getini narudi. Kwa hiyo ndo alitumia hiyo njia kunipata kwa dawa lakini nilikuja kujua baadaye. Baada ya hapo nimefika Tanga pale mganga akaja. Baada mganga akaja watoto wakawa hapo jikoni si tupo pale. Mganga yule akaanza wamechemsha wamechinja paka mbuzi. Huwezi amini. Kuna kuku baada ile tukachemshiwa ile kuku ile wakaweka paka dawa mle ndani. Bila chumvi inabidi mnywe hivyo. Sasa mimi inabidi sasa sielewi chochote. Mimi nikanywa kama kawaida. Baada ya kunywa nimemaliza mganga yule ananiita mimi na huyo mtu wangu. Bwana mtu yoyote kati yenu hapa. Sasa wewe hapa. Ukija kutoka nje. Yaani wanakazana nenda kutoka tu. Sasa sielewi mashairi. Ananiambia mimi sasa. Kitoka nje ya ndoa tu. Unafariki. Hata ulionaye huyo mtu naye unapata madhara utakuja kusalilika. Nikamwambia sawa hamna shida mimi naitika chochote. Ila kwa kipindi kile kwa ile kauli kwa kufanya kila kitu bila kunishirikisha. Kweli nilikasirika sikupenda. Kwa sababu nimetoka huko nimeharibu nauli yangu kwa sababu nilitumia nauli yangu. Yeye kipindi hicho alikuwa hayuko vizuri. Kwa mimi nikawa na ndatoa nauli yake na kwangu. Tukasafiri huko. Kwa sasa kile kitu mimi sikipenda kwa sababu nilitaka niende Tunduma. Sikusafiri kwa sababu ya hicho kitu. Mimi sikuonyesha kwamba sijapenda. Nilibidi nikubali lakini nilivyoondoka nikaja kumwambia. Akasema kwa nini hujapenda kwani wewe una mpango wa kuwa na mtu mwingine? Nikamwambia sina mpango lakini sasa hivyo vitu mnavyofanya kwangu mimi kwa kweli mimi sijavipenda hata kidogo. Baada hapo sasa tumerudi nyumbani kama kawaida biashara. Ile hela niliyompa ile kwenye biashara yake. Anakuambia kila siku akirudi anameka kwamba hela inapotea haelewi hela inaenda wapi. Umeelewa? Nikauliza hela inaenda wapi? Sasa hela zako wewe unapeleka wapi? Mimi kwenye duka yake sijai kufika wala kuuza wala kugusa. Yeye ndo alikuwa anaenda kwa kila kitu. Nikamwambia sasa wewe hela upati. Zinapotea je? Nikamwambia sijui kuna majini. Umeelewa?
Mimi kwa vile biashara yangu zinaenda, mimi nikasi jeli chochote. Kwanza uamini vitu hivyo. Nikampotezea. Ni kweli nikaja kuna siku naenda kwa dada nikashuka karibu na dukani kwake pale. Kuna duka jeupe. Ndio nikaamini. Nilishangaa kwanza. Wewe anakwambia kwa nini nilipokuambiaga kwa usikii? Wewe amini nikiweka hela asubuhi sioni chochote sielewi. Kitu ninachobeba sijui. Hela ndio nikaanza kuamini kwamba hizo kumbe hela inawezekana hii walitumia mambo mwanzo tumba mambo ya ushirikina na babake. Babake ashakufa kwao ndio alikuwa anamuongoza kwa kila kitu. Ndio maana kila kitu kimefeli. Nilipomwambia hivyo, nikasikitika kweli. Baadaye kweli kodi inatakiwa. Na mimi sasa mimi nikabakia tu msingi wangu na mimi nishamuongezea sina hela nyingine. Siwezi kumpa. Akawa ananishauri tena nimpe hela yake. Mimi aingize yeye. Mimi nikagoma kumpa. Kweli tukawa hatuko sawa. Hatuelewana kwa sababu ningempa ningebakia sina chochote. Na yeye msingi hakunipa yeye alinipa mamangu. Kwa mimi nikagoma. Katika kugoma wazazi wake nao wakawa wanataka ongeze mke mwingine, kila kitu kianze upya na hisi. Waelewa? Yeye pia hawezi kuniambia akawa ananificha. Kwa kila mamake anachozungumza sana sana wakawa wanakifuata. Baada ya hapo nilikuwa ni mtu wa baadaye nikaja kwenye simu kulikuwa na namba dada mmoja tulikuwa yupo upande karibu na kwa dada yangu pale pale. Mimi naijua. Kuna siku nimeenda dukani tumekaa kuna mtu kaongea. Sasa ni sahihi. Fulani anakuja kuchukua vitu dukani tu bure. Lakini mimi sikufuata ile sikujali. Nikamuuliza, "Hivi una namba mtu fulani?" Anamwambia mtu fulani akanambia sina mazoea sijui kwa namba yake. Sasa kuna siku katulia yupo nyumbani nikaja kukuta message. Anamwambia, "Mbona nimekuja kuchukua vitu nimekuja tumefunga." Na mdada amesema hana hata namba yake. Nikamuuliza, "Mimi nilikuwa na namba huyo dada. Wewe si namba mtu fulani hivi na hivi na hivi?" Akaja akakubali kweli. Kubali. Na mahusiano nilikuwa na mahusiano naye ila sasa hivi nimeachana naye. Na muda gani? Anakwambia nina miezi 2 tangia tuachane. Kwa muda huo kumbe mimi nimeshaweka kwenye fungo ananisaliti. Niliumia kwa kweli kwa sababu nilikuwa namwamini sana. Alikuwa anasikia kwa watu lakini mimi lakini hiki kitu ambacho nijionea mimi mwenyewe kweli kilikatisha mimi moyo kweli uliumia kwa sababu nilikuwa ni mtu ambaye namwamini sana. Hata uniambie kuhusu yeye nilikuwa siwezi kuamini hata kidogo. Baadaye biashara yake ile ikayumba zaidi, ikabidi afunge. Inabidi arudi nyumbani. Alikuwa amepanga pale kwenye frame. Akarudisha frame kwa mwenyewe. Vitu akaweka vingine kwa dada kwa sababu kulikuwa karibu. Kuna vitu vingine akaweka kama mizani, sijui nini, makreti yale ya soda akaweka kwa dada yangu. Baada ya kuweka kwa dada yangu, mimi naendelea na biashara zangu kama kawaida. Sasa kwa sababu mimi nilikuwa na mishemishe zangu, kabidi nikawa yupo nyumbani tu. Na hawezi kujichanganya na kazi yote zaidi ya duka, yeye ndio kitu ambacho anakiweza. Kwa sababu sio mtu wa kufanya kazi za nguvu. Hapana. Kwa kazi labda ya kitu cha biashara yeye ndio anaweza cha kusimama hapo kusimamia biashara hivyo basi. Kwa kitu cha nguvu kusema atajichanganya akafanya mishemishe hiyo kitu. Kwa ile washazoea kushika hela na alibadilika alikonda sana. Alipungua. Kiukweli hata mimi mwenyewe nilipungua kwa sababu hii kitu kilikuwa kinatusupport sana kwa sababu muda huo tumetengeneza tu chumba kimoja ndio tunasakafia kila kitu. Hiyo muda huo nyumba bado tushaipiga yote bati kila kitu. Ila chini hapo tumeweka floor. Ukutani plaster hamna. Kwa kila kitu tukajua kabisa hapa maisha yetu yanafanya nini? Yanaenda kuisha. Mimi sasa nikajichanga vizuri, langu nikaiendesha vizuri, msingi wangu kwa vizuri nikacheza mchezo mmoja nikapokea kwa mchezo ulikuwa kila siku 10,000. Nikaja kupokea 1,500. Msingi wangu upo pale nikachukua nikaenda nikapiga plaster. Nikaenda kupiga plaster. Hiyo hela alikuwa hataki anaitaka akae kwenye duka lake. Ila yeye si nimwambia huko kuna majini, siwezi kukupa hela yangu tena. Kwa tukawa hatuna maelewano. Lakini nilipokuwa nakifanya, nilikuwa nakifanya kitu cha faida yetu mimi na yeye.
Baada ya hapo nikaweka plasta, nikapiga plasta. Baada ya hapo nikaja kupata hela nyingine, nikaweka tiles chini. Vyumba vitatu. Sebuleni, chumba kingine, kabakia chumba kingine. Sikuweka. Kakaa kidogo mwenzangu. Kuna hela nyingine ambayo nilitegemea kuwekeza kwa sababu nilikuwa ni mtu ambao nipo kwenye vikoba sana, kwa hiyo kuna kikoba kingine tupata hela katika ni. Kweli ile mimi nikaona anatia sana huruma, kaka nusu mwaka unakaribia yupo nyumbani hapo amekonda sana. Mimi nikamwonea huruma. Nikapunguza kwenye mtaji wangu, nikampa hela. Mimi nikabakia na milioni moja. Na hela yote nilikuwa nayo nyingi, lakini kabakia na hii nikampa. Akaenda kutafuta sehemu nyingine ya biashara. Ilikuwa sio kubwa sana alipoanza, kwa sababu alianza na hela yangu hiyo, hakuwa na nyingine. Mama yake sije alimuongezea na alikopa kwenye kikundi akamuongezea. Kwa hiyo akaanza hapo na mimi. Sasa hapo ndo tabia zilianza kubadilika zaidi. Wema wangu wote. Baada ya kupewa nani nimempa hela. Sasa ndani hapo kila kitu ninunua mimi, sio TV nini ndani. Ukiingia ndani unasema mwanaume ndo akatengeneza hivi. Lakini muda huo mimi ndo kila kitu nilifanya. Lakini ndani ya kila kitu, ndani ya mwaka ambao alikaa nyumbani hapo, nikitoka na hela zangu nilikuwa nampa kama kawaida, nashika na nunua kila kitu. Yeye ndo anashika. Na ni kweli. Baada ya hapo ule mtu alipopata biashara yake sasa kaanza kubadilika. Mtu wa wanawake. Vitu sasa ananionyeshea live kabisa sasa hivi. Kila kitu kikaanza live bila chenga. Sasa muda huo mimi msingi wangu umeshadondoka sana, nimempa hela yote. Nikawa sina chochote. Kwa kipindi kile sasa kule mpakani kukaa kuna ugumu wa kuvusha, kwa sababu unajua ile tunavusha kama magendo. Kwa kule akawa na stop. Kwa sasa kabidi ni stop kwenda kule. Akabidi niwepo nyumbani. Kwa nategemea mwenyewe anipe. Duka yake yenyewe sio kubwa bado, ndio ilikuwa tuseme ndo ameanza. Nipo nyumbani tu. Nikaanzia hapo shughuli, akawa ananipiga matukio, ni mtu wa wanawake nini, akaja kutoka na rafiki yangu kabisa. Mbaya zaidi. Ambapo huyo rafiki yangu na mtu ambaye alikuwa anakuja mle ndani, anaangalia TV, tupo wote yani. Story nyingi. Tupo wote akaja kutoka naye. Kwa kile kitu kiliniumiza sana. Baadaye akaja akasafiri. Akaenda Tanga. Kumbe kule mimi nikampasia kanzu vizuri. Akaondoka akasema anapata safari ya nyumbani, wanaenda kwenye 40 ya baba au sijui, kwa kila mwaka anafanya kadua. Kwa hiyo issue si hela, hata akasema inabidi niende mimi mwenyewe mwaka huu. Sasa mimi nisije kufuatia mambo ya 40 kama inakuwa kipindi fulani. Kumbe yeye mwenzetu yeye anafuatilia. Kumbe mwenzangu anaenda kufanya nini? Ongeza dawa. Nikirudi hapa hataki sasa, hapa kana anistopisha kwamba hataki sasa hivi nipo busy sana, pesa zinaanza kunipa jeuri, hataki nifanye kazi. Sasa kwangu mimi mwenyewe nilikuwa nasema nilikuwa nimpo naanza kwenda kwenye maombi. Kwa nendaga kwa maombi kipindi hicho, nilikuwa nendaga kwa Mamposa kipindi hicho cha mwanzo. Sasa akiniambia kitu nikaa simsikilizi kama mwanzo. Endelea. Nikaa simsikilizi kama mwanzo. Tukaanza kugombana. Hataki niende kule kwenye maombi. Mimi nataka kwenda. Issue ndio ilianzia huko. Baada ya hapo mama yake kumbe wamepanga silisiri kwamba inabidi aoe. Na maana kipindi hicho mtoto anazidi kusonga miaka 6, unajua? Miaka 6 nafika. Baadaye nimeenda, mamangu akawa anaumwa. Nikaenda nyumbani. Nilienda nyumbani bado mimi na yeye tuna ugomvi, hatuko sawa. Mambo yashabadilika. Mambo yabadilika, na maana nikaa simsikilizi. Yaani kuna vitu ambavyo akiniambia, alivyokuwa ananiambia, ila mimi simpi, yani mimi mwenyewe simsikilizi. Umeelewa? Nikaa baadaye biashara kule nikaacha kuchukua, nikabidi nichukue anza biashara ya vijola hivi, nguo, t-shirt nini. Nikaa nikichukua order naenda kuzungusha. Kabisa biashara zangu zilikuwa zinaenda vizuri, naweza kuchukua hata mzigo wa 500. Lakini mimi nikarudisha hiyo 500 kabaki na dai, kwa sababu nilikuwa kama nachukua advance.
ni kama nakopesha. Kwa sasa nilivyosafiri nikaenda nyumbani, nimefika kule nyumbani mamangu alikuwa anaumwa sana. Wanatufanyia operation. Yeye hajaniuliza kwamba mama anaendeleaje au ikoje. Kumbe nilivyoondoka nimerudi. Nimeenda nyumbani. Nimerudi. Nimefika pale nikuja kupiga. Mtoto wangu nilibidi nimwache kwa sababu anaenda shule. Kwa hiyo nilimwacha sikuondoka naye. Baadaye nakuja kupigiwa simu. Kuja kuambiwa kuna mwanamke pale, kuna mgeni pale nyumbani. Kwako sasa? Kwangu sasa. Kuna nguo zangu. Kuna kila kitu changu. Ile begi nilokuja nalo ndio niliondoka nao kwenda nyumbani. Sikuondoka na chochote. Kuna mwanamke yupo pale nyumbani kwa sababu pale palikuwa na tuseme mke mwenzangu ambao wa mdogo wake alikuwa yupo pale, kwa alibakia na Sofia alikuwa kuja kusalimia. Kwa hiyo kabidi niondoke nimwache pale. Kwa hiyo kuna mgeni mwingine. Mtoto sasa amezuia hata asongee na mimi. Baadaye Sofia mwanangu bahati nzuri ameikalili namba yangu kichwani. Kwa hiyo akachukua simu kwa jirani. Akaniambia mama, hivi akanisalimia. Baba akaniambia kanikataza kushika simu yake, hataki nikupigie. Nikamwambia kwa nini? Si najua tuna ugomvi. Ile siku ya nikaongea naye akasema nikamwambia unafanya nini mama naye yuko wapi mdada? Asema yupo na mama mdogo mpya. Kuna mdada yetu ndugu yake huyo anamuita ndugu yake nani? Si yule alikuwa anamuita mama mdogo wake. Kuna mama mdogo mwingine ndugu yake nini? Mama. Ndugu yake mama naye. Ila sasa majirani bahati nzuri wakawa kuna kumbe wamemsikia huyo mwanamke huyo mtu wangu na chumbani na mwanamke. Lakini mimi akili ikaja vizuri. Kumbe nilipoondoka naye alipata chance akaondoka kwao. Akaenda akaoa. Kumbe aliendaga kwao akaoa bila mimi kujua. Umeelewa? Sasa nilipoondoka yule mwanamke ndio kuja pale. Umeelewa? Si nyumba kubwa, lengo lake kwamba mimi nitakaa pale na yule naye akae pale. Nyumba ambayo nimehangaika mimi. Mimi sijui chochote. Baadaye bahati nzuri kuna mtu nilikuwa na namba yake, nilipigaga kule kwao nilikuwa safe. Nilipopiga kule kwao akanipa mkanda mzima kwamba bwana yule mtu kaoa. Natangia aoe ana miezi kama 4-5. Alimuoa kule baadaye kesho yake akaondoka. Wewe akamwacha kwa mama yake. Hiyo siri sijui chochote. Kiukweli nilitokea pale pale kumchukia yule baba kama sikuwahi kuwa naye. Nilitokea kumchukia kwa sababu niliwaza vitu vingi nilipoteza kwa ajili yake. Kuna maisha mengine ambayo saizi ningekuwa nao makubwa mengi zaidi ningekuwa nipo mbali. Ila yeye ndo kanifilisha. Kwa sasa hicho ndio kikawa chanzo wewe yeye na wewe kuwa kubwagana, kuachana. Chanzo kikubwa ni hicho. Kwamba yeye familia yake mama yake alimshauri aoe mwanamke mwingine ili kumpatia mtoto. Kisa kingine nimechelewa kupata mtoto. Naona ndo chanzo kikubwa. Ila kutokea hapo mimi kwanza kingine kuoa mwanamke. Mbaya zaidi kumleta chumbani nakolala mimi na yeye. Na mwanangu yupo humo ndani kwenye nyumba yangu. Bora angeoa akamweke hata ampangie sehemu. Lakini kuliko kumleta kwenye nyumba ambayo mimi nimepoteza kila kitu kwa maisha yangu. Nimewaswa nipoteza vitu vingi kujenga hiyo nyumba. Mimi kwa kweli kwa sababu wao ni washirikina sana na mimi ni mtu ambaye yani wazazi wangu na hivyo vitu ni tofauti. Na malezi yangu na vitu nilikokulea ni vitu ni tofauti. Kwa kweli mimi nilichokiwaza nilipofika pale nyumbani. Nilipofika yeye akawa anataka nirudi. Lakini mimi sikurudi. Na nilimwambia kuanzia mimi na wewe basi tuachane. Yeye akawa anahisi masiara. Mimi nikawa namwambia nataka talaka yangu. Alikataa kunipa talaka. Hataki. Mtoto nikabidi nikakaa kama miezi 2. Mama kwa sababu alikuwa anaumwa kama miezi 2 kule, nikarudi Dar. Kurudi sikufikia kwake. Nikafika kwa sister yangu. Alipofika kwa sister kule, nilipofika kwa sister nikamtafuta, nikamwambia mimi siwezi kurudiana na wewe tena wala siwezi kuwa na wewe
nacho sasa hivi nataka talaka yangu. Akakataa kunipa talaka. Akaambia siwezi kukupa, nataka uje tu wote mimi nioe. So na wewe umejua changamoto yako, hujapata mtoto. Kama mtoto ana miaka 6. Huyu mwenyewe tumempata. Kumpata kwenyewe sijapata changamoto sana. Wewe Mungu atatupa kwa wakati wake. Kama alitupa maisha mpaka tulipofikia tulikotoka ni mbali. Kwa hiyo umeshindwa vipi kuvumilia kupata mtu mwingine? Je, kama ulikuwa na changamoto yoyote, mimi ningekuacha? Kwa kweli mimi muda huo nikaa kule nyumbani naenda kwenye maombi pia. Muda huo sasa nilitokea kumchukia, yani sikumpenda tena. Kwa kweli kama nilivyokuwa nampenda siwezi hata kusikiliza chochote, hata akifanya kosa. Huwezi amini kafanya kosa yeye, lakini mimi ndo yani namsamehe, mimi ndo naomba msamaha na nataka yaishi kwa sababu ni mtu alikuwa wa kununa. Yani mimi ndo nataka, yani yeye anafanya kosa, yeye ndo anayenuna, mimi ndo mbembelezi. Mradi tu mimi na yeye asikasiriki, nilikuwa nabembeleza. Kwa kweli muda nikamwonyesha msimamo wangu kwamba siwezi kurudi hapa wala sikutakia hata kukusikia. Kitu ambacho nakihitaji kwako, namtaka mtoto wangu. Basi mimi ndo nataka. Mtoto muda akaenda kumficha. Umeona? Siwezi kuongea na yule mtoto, kamficha kaenda kumpeleka kwa ndugu yake. Mabibo huko ndugu yake nilikuwa bado sije kupafika kwa sipajui. Nikaa nadai talaka, hataki kunipa talaka na kwamba nimekuacha kwa mdomo. Nikamwambia kama hutaki kunipa talaka, baki na talaka yako. Kaficha vitu vyangu ili nisiende kuvichukua mle ndani. Kila kitu changu kaficha. Nikamwambia mimi hivyo vitu vinatafutwa. Pia mimi nilianza sikuwa na chochote kile. Mimi ninachotaka katika maisha yangu, usiona siwezi kupata mtoto mwingine, na huyo hapo mbona unasema nimechelewa. Nimtaka katika maisha yangu, namtaka mtoto wangu tu basi. Hiyo nyumba, kila kitu ambacho umetafuta mimi na wewe, sitaki chochote. Namtaka mtoto tu. Na ukimngangana mtoto, tutagawana kila kitu, kitauzwa. Utapoteza kila kitu. Ni kweli akagoma kumficha mtoto. Mimi kipindi hicho nikaondoka kule, nikaenda, siwezi kukaa kwa ndugu yangu mimi mkubwa unajua. Kabidi ni hela yangu ambayo nilikuwa nayo ya msingi, kabidi kutafuta chuo. Muda sasa kipindi hicho nimetumia hela matibabu kule, sikujua kwamba atanikuta hayo. Sasa kipindi hicho mama naye hela yake. Kwa hiyo sasa aliponiasimaga hela ile, kwa hiyo ikabidi hela yangu nyingi nikatumia kwenye matibabu ya mama. Kwa hiyo mfukoni mimi nilikuwa na 500,000. Sijui naenda kuanzia wapi. Msingi wangu umekufa. Nina 500,000. Hapo inabidi nipate nauli. Na nauli ya kwetu 72. Kipindi hicho ilikuwa 65. Inabidi nitoke kule, nifike pale. Kwa sababu mimi nilifika kwa dada nimekaa siku ya kwanza, ngaba dada mimi mdogo sasa sina godoro. Sina nini. Lakini moyo wangu hautaki kurudi kule na siwezi, yani siwezi kumsamehe. Nikachukua maamuzi, nikaenda kwa dada yangu. Kakaa siku 2, nikaja kuona rafiki yangu mmoja kwenye nguo, nilikuwa nauzia nguo pale basi haya. Alikuwa anakaa Bunju. Nikamtafuta, kama naweza nikapata vyumba, akasema nikamuelezea changamoto yangu kwa sababu alikuwa shefika paka nyumbani, kwa ni mtu wa karibu yangu. Akasema njoo ufike kwangu. Nikafika kwake kule nikakaa siku 2. Bahati nzuri alipokuwa anakaa kulikuwa na chumba. Chumba kile kimepangishwa 40,000. Wewe amini. Sina chochote. Sielewi naishije. Kipindi hicho nina mawazo. Sijai kukaa mbali na mwanangu. Kitu ambacho kinanipa mawazo ni mwanangu tu. Sio kumpenda yeye tena, muda huo mimi namchukia. Nikachukua nini? Nikachukua hela, nikalipa miezi 3. Hela iliyobakia nikaenda kununua godoro. Godoro ile nilienda kuchukua. Wewe mimi kuna ndugu yangu yupo nje. Alipojua story yangu akanitumia laki ngapi, 800,000. Nikachukua godoro inchi 12. Nichukua 740 ile ya Dodoma. Kasema hii ndio kitanda changu na ranzia meza. Kwa nikachukua hiyo, mimi si nilikuwa nauzaga pazia, nikaenda kwa dada kule nilipelekaga pazia, akanipa, nikaja kuziweka, ndio nikaanza maisha hapo. Baadaye ndio nikakutana na akina nani? Wakina gazeti. Ndio nikaanza kujiingiza kwenye wakaamba sijui wanashoot ile nilikuwa natamani napenda lakini sikuwahi kupata hiyo chance. Kwa ndio nilipoanzaga kuingia. Nikaanza kujifunzia pale tukakutana na Peter.
tukaanza kujifunza wote, japo mimi nilianza, lakini vitavyokuja tukaanza wote. Kwa hiyo nikawa najiingiza huku kunaenda kumfuatilia mtoto wangu. Basi hapo. Msikilizaji, huu ndio mkasa uliomkuta mwanadada huyu. Una kipi cha kutuambia ama kipi umejifunza kwenye mkasa huu? Tuandikie kwenye komenti, tuambie ni nini hasa ulichojifunza kwenye mkasa huu. Je, na wewe unaweza kuacha masomo ili uolewe? Kama bado hujasubscribe channel yetu, basi gusa sehemu iliyoandikwa subscribe ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu kila tutakapoziweka. Usiache kulike na kucomment, pia kushare, ili na marafiki zako waweze kujifunza kupitia ukurasa wetu wa Kivuli cha Simulizi. Asante kwa kutuchagua.